Nakumbuka wakati tulikuwa high school, kama kuna kitu Muslim society walikuwa kicomplainianga sana about the mosque, ni watu kuingia na socks msikitini. Maana wanafunzi wa high school walikuwa kitawadha, wana make sure maji imeshika socks mzima. Na tukiwauliza wanafunzi wa high school, hii style ya kutawadha hivi na socks mmetoa wapi? Wanakuambia wameipata manyumbani, kwenye msikiti za nyumbani watu walikuwa kitawadha hivyo. Ndo ikakuja kwenye akili yangu ile koti ya Ali, anasema kama hii dini ingekuwa inaenda na rai za watu, thoughts za watu, hii mashu ya socks ingekuwa chini venye wanafunzi wanafanya, but mashu inafanywa juu ya socks. We are here to teach you about that mashu. Na tukupatia stories za hapa kule news ama pauko pakawa, tunakupatia based on hadith and action. Na reference ya hii kitabu ambao nakuja kukupatia ni kitabu moja nzuri sana, inaitwa Fiqhul Muyassar. Kama uko na shaka na vitu nakuambia, reference yako inafaa kuwa kwa hiyo kitabu, maana ni kitabu nzuri ambayo maulama jumhur wamekubaliana nao. So join me and we learn together. Welcome to another episode of Hadith and Action. The first evidence ambayo inashow mashu iko katika hii dini na inajuzu ni katika hadithi ya Abdullah ibn Jabir. Anasema Raaitu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam bala thumma tawaddaa wa masaha ala al-khuf. Anasema kuwa Raaitu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam bala, alimuona mtume wa Mwenyezi Mungu akitoka kwenye haja, thumma tawaddaa, akatawadha, wa masaha ala al-khuf, na akafanya mashu juu ya socks yake ya leather yenye alikuwa amevaa. Hii ni evidence kuwa mashu iko. Mtu asikwambie mashu haiko katika hii dini, iko. Whether ni khuf, whether ni socks, iko katika hii dini na imefanywa ili kufanya vitu viwe rahisi katika dini. Ni msimu wa jua, ni msimu wa baridi, yote inajuzu. What are the condition of mashu? Ni masharti magani ambayo inafaa kufuatiliwa kwenye kufanya mashu? Masharti ya kwanza ni lazima uwe kwenye tahara kamili. Unafaa kuwa umechukua udhu full, then na ile intention ambayo ulikuwa umeweka ya mashu ndio utaivaa. Sasa hiyo ndio sharti ya kwanza. Condition number 2 ambayo inazingatiwa kwenye mashu ni make sure socks ambayo umeivaa inafaa kuwa imefunika sehemu ambayo mashu inafaa kufanywa. Hiyo sehemu inafaa funikwa yote. Condition number 3 ambayo inazingatiwa kwenye mashu ni socks ambayo umeivaa isiwe ni yenye kuibwa. Socks ambayo umeivaa isiwe ni ya njia ambayo si ya halali. Condition number 4 ya mashu ijuzu ni socks ambayo imevaa iwe safi na isikuwe ni yenye kuwa na najis. Condition number 5 ya mashu ijuzu ni iwe kwenye muda ambayo imepangwa na sheria, ni kwa msafiri ama ni mkaazi. Hiyo masaa lazima izingatiwe. Ni muda gani ambazo zinafaa kufuatwa wakati unafanya mashu? Anasema Rasulullah, Ja'ala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam lilmusafiri 3 ayamin wa layalihinna wa lilmuqimi yawman wa layla. Anasema lilmusafiri 3 ayamin wa layalihinna, kwa yule ambaye anasafiri anakubaliwa kufanya mashu kwa siku 3, usiku yake na mchana yake. Walilmuqimi, na mkaazi mwenye hajasafiri, yawman wa layla, ni mchana na usiku, yani 24 hours. Hii ndiyo muda ambayo imewekwa katika mashu na inafaa kuzingatiwa. Ni vipi mashu inafanywa? Yamsahu ala dhahri al-khuf. Huyu sahaba anasema alifanya ala, juu ya khuf, yani
alichukua unyevu ya maji, si maji hadi kabisa, yani ile samwet, alafu akafanya juu ya khufi yake, akipitisha hivi juu mara moja, na hiyo ndio juu inajuzu katika sunna. Vitu ambazo zinaharibu mashu. Mashu inaharibika kwa vitu hivi. Ya kwanza, janaba. Janaba, ile hali ya kuwa kwenye janaba inaharibu mashu. Ya pili, kuvua khufu. Wewe kutoa khufu, kutoa hiyo socks tu hivi, mashu yako inaharibika, na lazima uanze tena na nia nyingine ya kuvaa mashu na kufanya. Ya tatu ni kuisha kwa muda ambayo imewekwa na sheria. Kwa msafiri siku 3, na kwa mkaaji siku 1, usiku yake na mchana yake. Ya 4 ambayo iko na khilaf baina ulama ni kuwa sehemu iliyopasuka, lakini jumhuri ya maulama wanasema kuwa haiharibu. So socks ambayo imeraruka ama imepasuka iko na khilaf, lakini tunasimama na kuwa haiharibu.